Hivi una wiki ngapi toka umetoka kwenye safari yako ya kikazi huko da? Nina wiki 2 mke wangu. Vipi kwani? Penzi, alafu tulale, tutaongea kesho mambo hayo. Sasa hivi nimechoka sana. Hakuna kulala hapa bila kubonyeza bata. Hivi wewe tangu umerudi kunigusa hata nyonga? Ili ujue hata nina upupu kiasi gani? Au unahisi mimi na hisia za ngamia? Sasa mke wangu, kuna haja gani ya ushoti kiasi hiko? Wewe inabidi uniulize mume wangu, kwani una shida gani? Mbona tangu umerudi umebadilika? Utaki kubonyeza button? Wewe wacha wewe. Mimi nakuelezea nini kinaendelea juu yangu? Au nimekosea wapi? Haya sawa, nielezee kwa nini unashobwa na button yangu mume wangu mpendwa. Kiukweli mke wangu, mimi nilienda safari yangu ya kikazi. Nilikuta ile kampuni ndio kwanza inaanza kutanua wigo wake. Kwa hiyo haikuwa na fedha nyingi za kunipangia mimi nyumba nzuri. Kwa hiyo nyumba ambayo imeondoa nguvu zako za kubonyeza button, si ndio? Hapana bwana mke wangu. Bora nikadisha nikiongea. Ngoja basi nimalize kuongea. Chapu. Changamka kuongea kishindo na jivuta. Sawa. Kwa hiyo walivyokosa hela za kwenda kunipangisha nyumba nzuri, wakaenda kunipangisha sehemu moja inaitwa Tandale Sokoni. Tandale Sokoni pale kuna mitaro michafu, mbu ni wengi, yani mazalia ya mbu ni wengi. Wamening'ata, wamenitafuna kwenye miguu mpaka hata nakosa kuambia mke wangu, naomba nibonyeze batani. Kwa hiyo mke wangu, usione hivi, nina shida. Wewe madevu, umemaliza? Ndiyo nimemaliza. Nateseka mke wangu, nionee huruma. Sawa tulale. Nitalifanyia utafiti hilo swala kesho mapema. Maana Filipo na Punyesa ametoka mjini Dar juzi tu. Kwa hiyo usijali. Sawa mama mjengo. Nikigundua ni uongo, utabonyeza button hata ndotoni. Oya Punyesa, kwani kikia jambo lolote kina trendi kwa muda gani? Kwa mtazamo wangu mimi nilisoma Cuba, hata inaweza trendi kwa wiki 2 hadi 3, afikisha inapotea. Kwa hiyo hiyo kitu ya kuchukua nyeti za watu imebakiza wiki 1, si ndio? Uhakika inaelekea mwishoni hiyo kaka. Haya, jipange wiki ijayo tunarudi mjini kujenga palipobomoka. Palipobomoka? Tangu lini ukawa fundi kaka? Au nitakwenda mjini kwa saidia fundi? Hapana. Wewe naye jiongeze. Wewe unataka kujiongeza uwezi? Nusu nzima ya watu wa Dama Mbwesi ashaondoka na wenye kazi naye. Sasa ni wakati wa kwenda kutajika na mishangazi ya mjini. Ndio town. Kweli kaka. Lakini mimi mtu mmoja tu hayamki tena. Nitapigaje hela sasa? Hata iko kimoja chako kitakuwa ni dili mjini. Kwa hiyo cha kufanya tuondoke zetu town, tukatajirike na mishangazi. Tutapiga hela kaka. Sio hela tu, tutapiga miela. Filipo na Punyesa, mjambo? Hatujambo mke wa madevu. Sawa, nilikuwa naomba mmoja niongee naye jambo kidogo. Ya Punyesa, nenda basi. Hapana, njoo wewe Filipo. Vizuri. Ninavyochukia mishangazi. Ndio hata alivyokuita wewe. Ushaanza na wewe. Acha nimsikize bwana anataka nini. Ndio mama madevu, nakusikiliza. Asante Filipo kwa kuitikia wito wangu. Sawa, hamna shida mama madevu. Wewe niambie. Tuko Dar es Salaam kuna nini? Mbona mmewahi kurudi sana? Sasa kama mshahara wa mwezi wa kwanza mmechukua, maana yake mmewahi kurudi. Kuna nini kwani eti Filipo? Ni kweli, si hata mwezi tujamaliza. Ila sasa kuna sababu. Tena sababu yenyewe ni ya muhimu kweli yani. Ndio maana tumekimbia mjini kwanza. Ni sababu gani hiyo Filipo? Inasikitisha. Kiukweli kule Dar sasa hivi kuna taharuki ya wanaume kuibia mambwese yao. Nyeti za wanaume zinaibiwa. Sijakuelewa. Wanaibiwa nini? Wanaibiwa nyeti. Halafu vipi mwenyewe akasharudi? Maana kule mjini sasa hivi hiyo tabia kuibia nyeti atarudi hana mambwese. Manake si wenyewe hapa tunasubiri mambo ya poe tu. Tuendelee mjini tukajokotee mishanga zilizopotelewa na nyeti za waume zao. Basi Filipo, nishakuelewa. Filipo vipi? Ana shida gani huyo mke wa madevu? Inaonekana ndo wale wajane wa nyeti za waume zao. Na bado. Oya Isa, hivi unajua mganga yote anajua kutegea mipigo kichawi. Maana nateseka kweli yani. Alikuwepo. Sema tumetoka kumzika juzi tu ulivyokuwepo da. Vipi kwani kwa mtu katoka tego la kichawi? Mtu wapi kaka? Mimi hapa. Yaani napitia changamoto kweli yani. Hasa kule nyumbani ndo kwanza kuwaka moto. Umekuaje kwani madevu? Au ulivyoenda kwa dau umekutana wazalamu katembea na wake zao? Wakaamua kutoishi pala kwenye makende? Bora ingekuwa hivyo. Ningeweza kumwelezea mke wangu. Lakini sasa Lakini nini? Nielezee tujue tunafanyaje. Wamekufanyaje huko da? Kiukweli iko hivi. Siku ya kwanza nimeenda kule da kwenye kile kikao. Siku ya kwanza tunaanza kikao kile rasmi. Nilikuwa nashuka kwenye gari daladala yani. Nikashangaa kuna mtu mmoja katokea. Akaniambia, "Samahani kaka,
naomba nikuulize. Nikamwambia niulize. Akaniambia nilikuwa naulizia sehemu kuna kuuza matairi ya fuso. Mimi nikamwambia kiukweli mimi ni mgeni, sielewi hapa wanauza matairi ya fuso sehemu gani, ila nilikuwa naomba labda usogee pale mbele ukawaulize wale vijana waliokaa pale. Kulikuwa na vijana wamekaa sehemu pembeni. Akaniambia sawa, lakini ile sawa akaambatanisha na kunishika bega. Kwa sababu pale mimi ndo aliponichanganya. Baada ya hapo ikawaje sasa? Baada ya hapo lakini mimi aliponigusa nilihisi baridi mwili mzima, lakini sikujali. Baada ya kikao mimi nikarudi zangu nyumbani. Hebu ngoja. Kwa hiyo baada ya hapo ndugu yangu kaelekea wapi? Ndugu yangu wapi kaka? Mimi sikumuona tena. Basi wakati narudi nyumbani sasa ngoja niingie zangu kuoga. Sasa wakati navua nguo kuoga, nashangaa sioni mguu wangu wa mtoto. Unaona ni kibastola madevu? Sio bastola. Bastola si mguu wa kuku. Mimi naongelea mguu wa mtoto, yani mambwezi yameibiwa kaka. Yaani una makeni? Ndio kaka. Na mke wangu ataanza kudai nyumba. Na mimi nyumba sina. Umemwacha da? Mbona kama unanicheka kaka? Nisaidie, yule mwanamke ataniua. Cha kwanza anza na mkeo kumwambia. Ukishamwambia mkeo inakuwa rahisi sisi kutafuta dawa. Kaka nikishamwambia tu ataniambia kumbe nienda dawa kwa sababu ya wanawake na sio kwa sababu ya kazi. Wewe nenda kamuelezee kwanza. Alafu mwambie sasa hivi kilichopo kwako wewe ni kichwa cha kobe. Kaka, mbona kama unanicheka sasa? Hapana kaka, sikucheki. Mwenyewe sema tu ukweli. Sio kama cha kobe. Ni kweli, ni kama cha kobe. Kinachungulia kisha kinarudi ndani. Kiukweli mimi niache. Sina mudi nzuri ya kwanza kucheka sasa hivi. Nenda kwa mkeo kamuelezee kwanza. Ngoja nikajaribu kaka. Sawa ndugu yangu, ila wewe mwangalifu tena wewe mama watoto. Sinamjua yeye mwenyewe ni mkorofi. Naomba uvue nguo bonyeza bata. Tena uvue sasa hivi, sitaki mazoea kabisa na wewe. Hapana mke wangu, nisikize kwanza tuongee. Chukua akili yangu. Tuongee nini? Nimvue nguo bonyeza bata. Aje. Usinipige mke wangu, mimi sina kibonyezeo. Unasemaje wewe? Umeacha kibonyezeo kwa mara zako huko da, si ndio? Hapana mke wangu, ni story ndefu. Ni bora ukae unisikilize kwanza. Sitaki kusikiliza. Vua kwanza nguo nikakuweka kama kibonyezeo kipo. Mke wangu nisikilize kwanza. Vua nguo. Usiniletee umbwese mimi. Wewe naona kuchakia wewe hata vua nguo. Iko sikio cha kobe kabisa hii. Mke wangu ni kweli jamani. Mke wangu, mimi nimebanya tu usinicheke. Kwa ndo kama hivyo mke wangu. Kuanzia hapo ndo nikawa nishapoteza kibonyezeo changu. Kwa hiyo washakinywea supu Usiseme hivyo mke wangu. Sasa ukikinywea supu mimi nitaishije na wewe? Na unavyopenda hivyo kubonyezwa button. Ndo hauna button sasa mimi nifanyeje? Nikae hivyo hivyo. Nivumilie mke wangu, nitakaa sawa tu. Una kichaa wewe. Siwezi kukaa hapa bila button. Kwa hiyo unataka kunikimbia mke wangu? Ngoja niende chumba changu ndo utaamini. We mke wangu. Mke wangu, kwani uko serious? Mbona unapanga nguo tena unataka kwenda wapi? Ninarudi kwetu, siku ukipata button utanifuata. Unaenda kwenda na wakati tumekaa miaka zaidi ya 30. Ina maana ndo naamua nikimbia kwa sababu nimepoteza button mke wangu. Nivumilie. Siwezi kukaa bila button. Kwa maana hiyo nyumbani kwenu kuna button? Nitajua mwenyewe naitoa wapi. Wewe pambania kwako irudi na mimi ndo ndarudi hapa. Kwa hiyo unaenda kunisaliti mke wangu? Naenda kutafuta pumziko tukisubiri ya kwako irudi. Kweli ninaamini bila button umeme haudi. Kwa hiyo mimi nitapambania ya kwangu irudi mke wangu.